Hamjamboni nyote, napenda kuwasalimia kwa jina la Bwana Yesu Kristo kwamba hamjamboni. Ni matumaini yangu kwamba mko na heri njema, mko wazima, mko na afya. Mimi napenda kuambia tu kwamba nafurahia kuwa katika nchi ya Kenya na najivunia kuitwa Mkenya. Ila leo hii kwa Wakenya wenzangu, haswa kwa wale tunaoenda madhabahuni, napenda kuongea tu kitu kimoja kwamba wakati kunapotokea mambo ya aina hii, mambo ya siasa, haswa sisi wachungaji hatufai kujihusisha. Zaidi ya yote tunafaa tuende kwa magoti yetu, tumulilie Mungu ili Mungu afanye nini? Atusaidie kupatikane amani, kupatikane utulivu. Huu sio wakati wa wachungaji kuanza kuwazomea watu wengine, na baadhi ya viongozi wanawasomea na baadhi ya viongozi wanawasifu wakiwaleta katika madhabahu. Hapana. Maandiko yanasema kwamba Mungu ni mtakatifu na Mungu hawezi changanyishwa na mambo ya kisheria, kisiasa wala mambo ya kidunia. Hivyo napenda kuwaambia tu kwamba tuiombee nchi yetu ya Kenya sana, haswa sisi wachungaji. Tusijihusishe na mambo na siasa. Tuende kwa magoti tuiombee nchi yetu ya Kenya, maana mawimbi yaliyopo wakati huu ni mawimbi makali. Ni mawimbi makali ambayo yatatokea na yatatisha, yatashangaza. Na wakati huu huenda yale mambo tuliyoyaona mwaka wa 2007, mwaka wa 2013 huenda yakajirudia katika nchi hii ya Kenya. Na kwa hivyo ni vizuri sana, na pia napenda kusema kwamba ni vizuri, cha kwanza tumuogope Mungu. Sisi tunaofanya maovu haya, wawe ni viongozi wa serikali, tumuogope Mungu. Let us know we are living in the world that God created. Na Mungu alipoumba ulimwengu huu hakuweka akasema kwamba ulimwengu huu ni special kwa matajiri. Hapana. Mungu aliumba ulimwengu huu, we are equal before the eyes of the living God. Na ndio maana hata tajiri akifa, hakuna siku tumewahi sikia tajiri fulani alikufa na akapaa. Sote tunapokufa tunazikwa. Maskini akifa anazikwa, tajiri akifa anazikwa. Kumaanisha kwamba we are equal, we are breathing the same air, we are living in the same planet called Earth. There is no day mtu atakufa apae ama azikwe angani. Hapana. Kitu nachotaka kukuambia ni kwamba sisi tuko wamoja. Cha kwanza ninachotaka kusema kwa wale wahusika wakuu katika serikali, tuhubiri kitu cha kwanza, tuhubiri amani, upendo na umoja. Tuelewe kwamba maandiko yanasema kwamba nyinyi viongozi mmepewa nafasi ya kuongoza watu na kuwalinda kwa amani, na kila kiongozi atatoa idadi na hesabu ya vile alivyowachunga wale aliowapewa katika mikono yake. Kwa hivyo huu si wakati wa kutoa watu damu, kumwaga damu za watu mnatoa watu kafara, watu wanahangaika kisa na maana kwamba tunalilia serikali sijui nini na nini, mara watu wakihold nini serikali. Hapana. We should be responsible. Huu ni wakati wa mimi ni kuchunge wewe, wewe unichunge mimi. This life is very, very, very expensive. Life is very costful. Tujifunze jinsi ya kuwapenda wenzetu, tujifunze jinsi ya kuheshimu wenzetu. Kwa sababu a day will come, hata wewe unayetumika kama chombo cha kuua watu, wewe unatumika kama chombo cha kutesa watu, your day will come, you will die. A day will come when you will be responsible, you will be answerable of how many people you've given out their blood. Ni wangapi ambao ulitesa, ni wangapi ambao uliua, iwe kwa bunduki, iwe kwa kisu, iwe kwa kunyonga. Know that God is not asleep, God is watching over you. So, let us preach peace. Tuhubiri amani, upendo na umoja. Ndio kitu ambacho kiko katika one of our arms of government. Peace, love and unity. We must embrace peace, love and unity. Let us stop dividing people. Let us stop misusing the poor. Let us stop misusing the handicapped. Tusitumie advantage kwa sababu these people are very poor. Let us give them 100 because these people are very poor. Let us give them 50 bob.
let us buy them alcohol. No, this is not a time for us to buy our youths alcohol. Huu ni wakati vijana wetu wanataka maendeleo, vijana wetu wanataka wapate kazi, vijana wanataka wapate mashule, vijana wanataka maisha mazuri. Improvement katika health sector improvement iwepo katika maisha, kuonekane mabadiliko. Not kila siku tunasikia mambo na wizi wa pesa, mara ni pesa za SHA, mara ni pesa za nini. Hapana, scandals, we are tired of scandals. I think we should be able to build a new Kenya, a Kenya that any other person will admire, other people will admire. Let us stop being corrupt. Let us stop our ill-mannered behaviors. Tumekuwa watu wajinga, yani tumekuwa ni kama wajinga, kwa sababu every day in Kenya is about politics. Every day in Kenya is about yani hakuna siku tunatangaziwa news zile nzuri. Kila siku ukisikiza news ni news za mauaji tu, news za vifo. People are struggling for power. You are struggling for power. And yet you don't know you don't care whether people will die, whether people are going to live, you don't care. This is a time for we to rectify. Na waomba tuombee nchi yetu ya Kenya. Cha pili, na waomba tudumishe amani, upendo na umoja. Let us be good citizens of this government of Kenya. Kwa wale wachungaji, let us stop inciting leaders. Also, let us make our altar holy. Tusianze kuwakaribisha watu kuja kupiga masiasa kanisani. Hata Yesu Kristo alipowapata wanafanya biashara kanisani, aliwaondoa na kuwapiga viboko. A church is a place of worship, not a place of politics. Put that away. Napenda mubadilishe leaders, religious leaders. Let us worship the true God, and God will see us through. In Jesus' name.